Songa mbele. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Agnes Andrea. Mimi ningependa kushuhudia yale ambayo Mungu amenitendea. Narudi nyuma kidogo, ilikuwa mwezi wa 3. Nilikuwa nafanya kazi pale Kariakoo. Kuna duka nilikuwa nafanya kazi. Katika kufanya kazi, yule ambaye nilikuwa nafanya naye kazi alikuwa ananipiga vita sana. Alikuwa ni wa kiume. Yaani tangu nimefika pale hakuwahi kunipenda. Kwa hiyo yani kukawa na changamoto hiyo kwenye kazi, kwa mimi nilikuwa mgeni kwenye kazi, nahitaji kuelekezwa. Yaani hakuwa ananipa ushirikiano wowote. Umeona, ikapelekea hata yule bosi wangu naye pia akawa anampelekea maneno bosi ambayo sio ya kweli. Kafikia stage mwezi wa 3 nikasimamishwa kazi ghafla pasipo kosa lolote. Nikarudi nyumbani, nilikuwa nimelia sana, yani kwa sababu sikuwa naelewa kinachoendelea mpaka kwa nimefukuzwa pale. Nikamwambia mama na nikawa naipata shida kama vile yani depression, sio depression, yani nilikuwa napenda kukaa mwenyewe, kulia, yani kukaa mwenyewe, kujitenga, kulia, nishakata tamaa na kila kitu. Mama akawa ananishauri nije kanisani, nikawa naambia mimi siendi kanisani, nabaki nyumbani. Mama anakuja kanisani mwenyewe anarudi. Hivyo, yani nikawa mtu ambaye napenda kujitenga, napenda kukaa peke yangu. Basi katokea siku moja, kuna dada mmoja hivi akanipigia simu, akaniambia, "Agi vipi? Nimesikia umesimamishwa kazi, pole." Nikamwambia asante. Akaniambia, "Mimi nipo kwenye kampuni fulani hivi, nafanya kazi. Ni ya masuala ya vipodozi. Unaweza ukaja, naona utafaa kuwepo." Unaweza, mimi sasa nikawa nimeshakata tamaa ukizingatia na ile hali ambayo nilikuwa nayo depression, nikasema sitoweza, sitaki tena. Akaniambia, "Hapana Agi, twende. Wewe unaweza." Kweli kesho yake nikajiandaa, nikaonana na yule dada Kariakoo, tukaenda ofisi za ile kazi. Kweli kuna vitu nikaambiwa nilete, nikapeleka, nikasaini mkataba, tukakubaliana kila kitu, nikaanza kazi. Namshukuru Mungu mpaka sasa hivi naendelea kazi kwenye hiyo kampuni. Mshahara wake ni mzuri kulinganisha na ile kazi ambayo nilifukuzwa nyuma. Kwa hiyo namshukuru Mungu, ni mwema na anafanya. Kitu ambacho naweza kuambia, kuna muda unaweza ukakata tamaa, ukajiona uko peke yako, ukajiona huwezi chochote tena, ukaona hatua yako imeishia pale kwamba huwezi tena. Lakini yuko Mungu ambaye anaangalia mbele zaidi, na yuko Mungu ambaye amekuandalia yaliyo mazuri. Usikate tamaa, usiache kuomba, usiache kumwamini Mungu. Amina. Mama yako alipokuwa anakuambia uje kanisani ulikuwa unakataa? Kataa. Kwa nini ulikuwa unakataa? Kwa sababu nilikuwa napenda kukaa peke yangu. Basi tu sikuwa nataka chochote. Baada ya kuingia hapa ndo matokeo ndo haya. Nikafika siku moja hapa kanisani nikiwa yani moyoni mwangu, yani mama siku ile alinilazimisha sana. Nakumbuka mwezi wa 5 nilifika kanisani hapa, yani moyoni mwangu nikiwa nimeshachoka, yani ni mtu ambaye nimekata tamaa, siamini chochote. Kweli nikafika hapa, kulikuwa na maombi, nikafanya maombi. Mama akaniambia usiwe hivyo, omba, kila kitu kinawezekana. Basi nikawa najitahidi, nikawa napata ile hamasa ya kuja kanisani hivyo. Kawa ananiambia mama utoe na fungu la 10 hivyo. Namshukuru Mungu sasa hivi naendelea vizuri kazini kwangu na kila kitu kiko sawa. Unamsaidia mama sasa hivi? Namsaidia mama. Mama yuko wapi? Mama yule. Njoo basi mama kuone hapa. Wanawake mpo? Msiwakatie tamaa watoto wenu Kwa haikuwa rahisi kumleta. Ni kweli, ilikuwa ngumu. Maana alikata tamaa. Ndio. Lakini ukaforce hivyo hivyo twende kanisani. Nilazimisha, nikamwambia hapo jiandae tu tuondoke sasa hivi. Huyu hapa anakusaidia. Ndio, nashukuru. Mungu ambariki. Napiga makofi kwa Yesu. Mungu akubariki mama. Pamoja.